Samani mzee, unaitwa nani? Naitwa Zablon Nyanza Kurwa. Zablon Nyanza Kurwa. Hapa tunazungumzia usajili wa klabu ya Simba na Yanga. Kwanza wewe ni timu gani? Mimi ni Azam. Wewe ni Azam. Lakini hawa ni kama pua na mdomo, lazima wazungumzie. Kati ya Simba na Yanga ni timu gani ambayo imefanya usajili bora kuliko timu nyingine? Siwezi kukupa majibu kwa sababu ninavyojua mimi timu iliyofanya usajili wa kufuru, yani wa uhakika kama malaika 12 ni Azam. Huyu ni mwana Azam anazungumzia usajili wake kwamba usajili timu bora iliyofanya usajili bora ni Azam. Lakini hapa swali langu ni kwamba ninazungumzia timu mbili kati ya Simba na Yanga, ni klabu gani ambayo imefanya usajili bora? Wewe kwani wewe unawazungumziaje hao Simba na Yanga? Sasa usajili wao ninavyomwangalia Yanga, kwanza Yanga yani naye ameokoteleza tu na Simba pia naye ameokoteleza tu. Yani sijaona usajili wa kutisha kati ya Yanga na Simba, wako level moja. Unamaanisha kwa hiyo kwa msimu huu lazima kombe liende Azam? Yani useme hata malaika wa mbinguni wanashangilia kwamba utakuwa mwanzo mwisho, utimifu wa wakati umekwisha wadia wa kunyanyua kwapa na makombe mitaa ya Chamazi pale. Asante sana brother, asante sana mzee wangu. Nakushukuru. Habari yako kaka? Salama, habari. Wema mzima? Mzima sana. Habari ya wewe? Salamu, unaitwa nani? Kwa majina naitwa ni Joel Kazimiri Meriki. Joel Kazimiri. Hapa tunazungumzia usajili wa klabu ya Simba na Yanga. Wewe ni timu gani? Mimi ni Simba. Wewe ni Simba. Ni klabu gani imefanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Mimi ninavyoona usajili wote naweza nikasema kwamba Simba ndo iko juu zaidi, kwa sababu nikiangalia wachezaji waliobaki Simba kwanza wana experience. Yanga kwanza usajili leo ufanye ni sawa, lakini lazima ianze kuunda timu. Kwa hiyo unamaanisha klabu iliyofanya usajili bora ni Simba, na unategemea kwamba msimu huu lazima kombe liende Msimbazi? Lazima. Kweli? Kweli. Unamaanisha? Namaanisha. Haya, waambie wana Simba leo kombe kwetu. Kombe kwetu. Asante sana brother. Habari yako dadangu? Salama. Unaitwa nani? Semeni. Hapa tunazungumzia usajili wa klabu ya Simba na usajili wa klabu ya Yanga. Ni klabu gani ambayo imefanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Yaani hatuwezi tukafeli sisi wana Simba, maana Simba yani kila msimu hatujawahi kufeli. Hamjawahi kufeli wana Simba? Hatujawahi kufeli wana Simba. Na kwa nini Simba imefanya usajili bora kuliko klabu ya Yanga? Sasa si wale ni watoto tu. Kwa hiyo unamaanisha kombe mwaka huu lazima litue Msimbazi? Yaani hivi lazima, yani iwe isiwe lazima liingie kwa Msimbazi. Unamaanisha kweli? Yaani hilo halina, yani halina. Haya wapigie vigelegele wana Simba huko walikuwa wanakusikia. Dadangu, habari yako? Salama salama. Kwema? Kwema sana. Unaitwa nani? Naitwa Zamda Mariko. Unaitwa Zamda Mariko, karibu. Hapa tunazungumzia usajili wa klabu ya Simba na klabu ya Yanga. Kwa upande wako wewe ni timu gani? Mimi ni mwana Simba kabisa, Msimbazi kama unavyoniona. Wewe ni mwana Msimbazi. Kati ya klabu ya Simba na klabu ya Yanga ni klabu gani iliyofanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Mimi naona ni Msimbazi. Ni Msimbazi? Kweli? Kawaida kabisa. Haya, unawaambia nini wana Msimbazi? Wana Msimbazi nawaambia wamalize, hamna shida yoyote. Na wapenda sana kwanza. Wamalize, wajaze. Yaani wajaze kabisa. Ndio. Haya. Tuko sawa kama kawaida, wala wasihofu. Haya, nashukuru sana dadangu. Habari yako kaka? Habari yangu bwana ni nzuri. Haujambo kabisa? Mimi mzima sana tu. Naona umetupia uzi wa mnyama. Hapo moja kwa moja wewe ni mwana Simba. Yaani niko vizuri. Samani, unaitwa nani? Mimi naitwa Paulo Edward. Paulo Edward. Sawa. Klabu ya Simba na klabu ya Yanga zimefanya usajili tofauti. Ni timu gani au ni klabu gani imefanya usajili ambao ulioko bora? Kama wewe mwana Simba unaona ni usajili mzuri au usajili bora umefanyika upande gani? Mimi naona usajili mzuri uko kwa Simba. Na kwa nini umefanyika usajili mzuri kwa Simba? Ni kwa sababu kwa mfano unaweza kuwa na sajili majina, lakini issue ya mchezaji kuingia kwenye mfumo wa kimpira sasa kucheza ukakuta yani hajaingia kwa wakati. Kwa mfano ukiangalia msimu uliopita tumesajili wachezaji dirisha dogo kama Libasa Gay, Vincent Aula, unaona? Ni wachezaji hawakuwa na majina mengi sana au majina makubwa sana. Lakini walipoingia ndani ya uwanja nafikiri uliona kazi yao. Kwa hiyo nasema kwamba hata usajili ni mzuri, lakini kwa sababu watu hawajawafahamu waliosajiliwa, anaweza kuwa nadhani kwamba labda ni usajili ambao hauna nguvu sana. Asante sana. Shikamo. Barada. Ujambo? Si jambo, habari ya kwako? Nzuri. Sawa. Hapa tulikuwa tunazungumzia
swala la usajili wa Simba na Yanga, ni klabu gani imefanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Yanga. Yanga. Nikwambie kwa nini? Ni kwa nini? Simba amesajili wachezaji wangapi? Misimu mitano tumemnyosha. Usikariri meno. Simba na meno makali, sawa? Ndio. Kama mnyama. Lakini Yanga ana mbinu. Yanga ana mtazamo chanya. Hatambi. Kwani unatamba hujachukua? Sasa hapa tunachokizungumzia ni kwamba usajili wa Yanga na Simba. Tumeona Serulie yupo. Ndio. Na wengine. Simba kasajili wangapi na kafukuza wangapi? Alikuwa juzi Rwanda. Amecheza na Singida. Timu ndogo tu. Amewashinda mangapi? Anaweza kuishinda Yanga 5 kweli? Kama Singida amemshindwa. Tena nchi za nje hakuna mshabiki anayemsumbua. Haya, asante sana mzee wangu. Unaitwa nani samani? Unaitwa nani? Nathanaeli Kagoma tu, Katoro Geita. Nathanaeli Kagoma. Asante sana Nathanaeli. Simba Sport Club. Na kwa nini Simba amefanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Kwa sababu Simba si anatambulika. Timu kubwa hiyo inajulikana nchi nzima. Kwa hiyo unamaanisha kwamba kombe lazima litue Msimbazi msimu huu? Mwaka huu lazima wabebe kusinani kombe kwa Simba. Unawaambia nini wana Simba sasa kuwahimiza ili waweze, kwa sababu ukiangalia mfululizo wa misimu mitano zote mmepoteza. Unawaambia nini? Wana Simba tuwe na nguvu moja, tuwe na ushirikiano ili kusudi wabebe kombe mwaka huu. Asante sana. Amina. Umesema unaitwa nani? Pendo. Asante sana Pendo. Habari vipi? Salama kwema. Kwema mzima? Sasa hapa unaitwa nani? Ramadhani Jafari. Ramadhani Jafari. Sawa. Hapa mimi nazungumzia timu ya Simba na Yanga. Klabu ya Simba na Yanga. Kwa mtazamo wako, kati ya Simba na Yanga ni klabu gani ambayo imefanya usajili ambao ni bora kuliko timu nyingine? Mimi sio mshabiki wa timu yoyote. Kwema mzima? Mzima kabisa wa afya. Hapa tunazungumzia usajili wa klabu ya Simba na klabu ya Yanga. Wewe kwanza ni timu gani? Mimi mshabiki wa Simba. Wewe ni mwana Msimbazi. Samani, unaitwa nani? Naitwa William Juma au Kafuku Foni. Kafuku Foni. Naona hapo una vitu vya mambo ya foni nini. Kwa hiyo mtu asihangaike kutafuta. Asihangaike kutafuta masuala ya simu hapa. Haya, twende moja kwa moja kwenye mada ya swali langu. Klabu ya Simba na klabu ya Yanga ni klabu gani ambayo imefanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Usajili wa mwaka huu ni hatari kuliko usajili wote. Wapi hapo? Klabu ya Simba. Klabu ya Simba. Sasa we kama mwana Msimbazi unawaambia nini wana Msimbazi na wamepoteza misimu mitano yote wakiwa hawajachukua taji lolote, wewe unawaambiaje? Kwa msimu huu wana Yanga wajipange sana. Maana Simba kwa mwaka huu iko vizuri sana. Ushindi uko pale pale. Unamaanisha wana Yanga wajipange msimu huu? Haya, asante kakangu. Shukrani kaka. Naona hapo umetulia na umetupia uzi wa Yanga Sport Club. Na maanisha kabisa wewe ni mwana Yanga. Mimi ni mwana Yanga damu kabisa. Haya, hapa tunazungumzia usajili wa klabu ya Simba na klabu ya Yanga. Kwa upande wako ni klabu gani ambayo imefanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Usajili wa Yanga ndio uko bora. Kwa nini klabu ya Yanga imefanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Sasa Yanga ni timu kubwa katika hapa Tanzania. Kwa nini aache kufanya usajili mzuri? Asante sana. Ni kweli wamefanya usajili mzuri na unapendeza. Unawaambia nini wana Yanga? Wana Yanga tu na mwaka huu tuchukue kombe. Unamaanisha kweli leo mwaka huu achukue kombe? Ni lazima kabisa, sio niombi, ni lazima. Haya, asante kakangu. Dadangu habari? Salama. Kwema? Kwema. Naitwa nani? Naitwa Bestina Spiriani Masaga. Asante. Hapa tunaulizia swala la usajili wa klabu ya Simba na klabu ya Yanga. Wewe ni timu gani? Mimi ni Simba. Kati ya klabu ya Simba na klabu ya Yanga ni klabu gani ambayo imefanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Yaani sasa hapo mahudhurio yalikuwa sio sahihi. Yaani niko njia panda. Uko njia panda, hujui kwamba ni klabu gani imefanya usajili bora? Alhamdulillah. Hapa tunazungumzia usajili wa klabu ya Simba na klabu ya Yanga. Kwa upande wako ni klabu gani ambayo imefanya usajili bora kuliko klabu nyingine? Kwanza kabisa kwa majina yangu naitwa Elia Eliudi, ni shabiki wa Yanga. Na tunaenda moja kwa moja kwenye swali lako kwamba kati ya Simba na Yanga timu gani ambayo imesajili wachezaji bora. Tukianza na wenzetu Simba,
nadhani walikuwa kwenye mashindano ya Kagame Cup yaliyofanyika Rwanda. Usajili wao tumeona wachezaji waliowaleta zaidi, walikuwa katika ufuatiliaji wa wachezaji ambao walileta Simba, walikuwa wanafuatilia yule striker wao namba 9. Wanamuita nani huyu? Wanamuita mchezaji kama huyu Mr. Dombe, wanamuita hivyo, wanamfananisha na mchezaji wa Nigeria Victor Osimhen. Walikuwa wanafuatilia na kidogo mchezaji wao tumeona. Na tukirudi kwa klabu yetu ya Yanga, tumefanya usajili ni kutokana na kuziba mapengo. Kwa mfano msimu uliopita ni kweli tumechukua ubingwa, lakini hapo wakati tunamalizia ligi wachezaji walikuwa hawako kwenye ubora. Na hata wachezaji ambao tulikuwa tunawategemea zaidi, mfano kama Pacome alipata majeraha kwenye mechi za mwishoni. Kwa hiyo usajili, viongozi wakaamua kukaa na kushirikiana na kocha kutafuta sasa kuziba ile mapengo ya muhimu. Ni kweli majina wachezaji wetu tumewaleta, mfano kama Peter Sherolile ni mchezaji ambaye kila Mtanzania, kila mtazamaji na kila mpenda soka wa Afrika anamfahamu. Kwa hiyo ninasemea Yanga imesajili kutokana na matakwa ya nafasi zile ambazo zinahitaji. Asante sana. Unamaanisha kwamba usajili wa Aziz Ki kurejea Yanga ina maana amekuja kuziba mapengo, baadhi ya mapengo ambayo yalikuwa yameonekana? Ndivyo ilivyo mtangazaji, ni kweli Aziz Ki ametua pale na wachezaji wametua pale, na hata tunatamani pia namba 6 ambayo inatangazwa iko kwenye mitandao zaidi tuifahamu zaidi, ili wanayanga tukae mambo safi. Haya, unawaambia nini wanayanga huko waliko? Wanayanga kwanza na watangazia wanayanga wote, mfano wa Katoro hii, sisi muda sio mrefu tarehe 4 uzinduzi wa Yanga Day unafanyika hapa Katoro mnadani. Kwa hiyo wanayanga wenzangu, tunaomba kwanza tujitokeze tukuzuie hilo tukio, na pia wanayanga na baada ya hapo tuende pia Ushirombo kwenda kufanyeje kuzindua uwanja wetu. Kwa hiyo ninawasihi wanayanga wenzangu, yani hii sherehe ya mwaka huu tusogee kwa pamoja, na bahati nzuri Mungu amesaidia sherehe inafanyika kwetu Katoro hii. Asante sana, usichoke. Umezungumzia swala la Katoro kwamba jezi zinakuja kuzinduliwa Katoro. Hivi Katoro wewe unaichukuliaje na unaiweka kwenye mtazamo upi hadi wana Jangwani kuja kuzindulia jezi zao hapa Katoro? Kwanza wamegundua Katoro ni watu wanaopenda mpira. Kwa mfano mwaka jana tulikuwa na mashindano ya CAF, tulikuwa tunaenda Rwanda. Hata baadhi ya washabiki kutoka Katoro kwa wanaenda Rwanda. Kwa hiyo viongozi wa Yanga taifa waliona kwamba kumbe Katoro ni mji ambao unapenda sana mchezo. Hasa wanayanga ni wengi, kwa sababu si rahisi kujitokeza kwenda Rwanda kuangalia timu haikulipi posho yoyote, lakini kwa mapenzi yako tu unaamua kwenda. Kwa hiyo uongozi wameona kwamba kumbe Katoro kuna umuhimu wa kufanya sherehe kubwa. Haya, asante sana na kutakia kazi njema kaka. Nashukuru sana, wewe asante. Haya, pia asante.